ya wagombea urais, wengi wao wa kujitegemea katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 wametishia kuelekea mahakamani kushinikiza tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuondoa baadhi ya vikwazo ambavyo wanasema ni vya kuwanyima fursa ya kugombea urais. Wakizungumza katika mkutano na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, viongozi hao wamedai kwamba kuna njama ya kuiba kura kupitia kwa saini 48,000 ambazo kila mmoja wao anafaa kuwa nazo ili kukubaliwa kugombea. Mwanahabari wetu Emmanuel To na zaidi. Kadri ya joto la mchuano wa Agosti 9 linapoendelea kushika kasi, ndipo kijoto katika kiti cha tume cha uchaguzi na mipaka IEBC kinavyoendelea kupanda. Yes, we are protesting the process. Jumatatu, wagombea huru wa urais wanaopania kumrithi Rais Uhuru Kenyatta wakidai kwamba kuna njama ya udanganyifu kupitia kwa data wanayofaa kukabidhi tume hiyo ili kuruhusiwa kugombea urais. We believe IEBC is rigging the general election by forcing the independent candidates to supply him with photocopies of the IDs. They're going to lift the fingerprints. Wakizungumza katika mkutano ulioandaliwa na IEBC kuhusu stakabadhi wanazofaa kuwa nazo kabla ya kuruhusiwa kugombea, viongozi hao walilalamika kuwa IEBC imewapa muda mchache sana kujiandaa kuleta baadhi ya stakabadhi zinazohitajika. We still have quite a number of counties to tally, and so I am requesting for an extension already. And we are moving to court. Just come to hear what he's going to do today. Chebukati, is he really going to take submissions today on the same day he's supposed to be guiding us on the submissions? We are yet to submit the online. You know we are supposed to type everything. We were in the process of doing that. I'm sure if you are a serious candidate, you should even have a few. Submit what you have, then go and look for more and be here by 25th. Wagombea wa urais wanahitajika kuwa na angalau sahihi 2,000 kutoka kwa angalau kaunti 24 zitakazoandamana na nakala ya vitambulisho vya wanaotia saini. Kando na hayo, wanahitajika kulipa fedha za usajili ambazo ni shilingi 200,000 ama 100,000 kwa wanawake, vijana na wanaoishi na ulemavu. Isitoshe, wanafaa kuwa na vyeti vya shahada. We are all set, we are prepared, fully compliant and ready to go. It's all systems go now. We are on the race. So we're coming to see if IEBC is ready for us. We have more than 48,000 signatures. We've worked so hard, and I have to thank my team. And we have spent quite a lot of money traversing the entire country. Sasa pesa ya photocopy ni juu sana hata kushinda ile bank check tunalipa hapa ya kusimama. Tayari shoka la IEBC limewaangukia wagombea 11 waliokosa kuleta majina ya wagombea wenza kwa wakati unaofaa. 11 candidates include both independent and party, and they are automatically not going to participate. Wakati huo wagombea kadhaa walilalamika kwamba baadhi ya wagombea wanapata uungwaji wa baadhi ya maafisa wa serikali. It's not an infringement of the law for part of the executive or member of the executive to show what their political preferences are. Haya yanajiri huku shughuli kwenye kalenda ya IEBC zikitarajiwa kushika kasi katika siku kadhaa zijazo. IEBC inatarajiwa kuanza kuwapiga msasa wagombea wa urais kutoka Mei 29 hadi Juni 6. Msimu rasmi wa kampeni unatarajiwa kufunguliwa kutoka tarehe 29 mwezi huu hadi Agosti 6. Siku 77 zijazo zinatarajiwa kuwa za umuhimu mkubwa sana kwa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, huku ikitarajiwa kuandaa uchaguzi ulio haki, huru na kuaminika. Emmanuel To, KTN News, Bomas of Kenya, Nairobi. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea na taarifa zaidi mkiwemo